Bahari ni moja ya maeneo yenye siri nyingi kuliko sehemu yoyote duniani. Ingawa tunaishi katika dunia iliyojaa teknolojia ya hali ya juu, ukweli unabaki kuwa zaidi ya 80% ya bahari bado haijachunguzwa kikamilifu. Ndani ya kina hicho kisicho na mwisho, kuna hadithi za kutisha, viumbe wa ajabu na matukio ambayo hata wanasayansi wenyewe hushindwa kuyaelezea. Leo nitakusimulia tukio la kutisha lililowahi kutokea, tukio ambalo lilihusisha viumbe wa baharini wasiojulikana, tukio ambalo hadi leo limeacha maswali mengi kuliko majibu. Kama bado hauja subscribe kwenye channel hii, fanya hivyo sasa. Mwaka mmoja, kundi la watafiti wa bahari walipanga safari maalum kuelekea eneo la kina kirefu sana katika bahari ya Pasifiki. Lengo lao lilikuwa kuchunguza viumbe wanaoishi katika giza totoro la kina kirefu, sehemu ambayo mwanga wa jua haukuwahi kufika. Walikuwa na kifaa maalum kinachoitwa submarine, ambacho kina uwezo wa kushuka hadi maelfu ya mita chini ya maji. Safari ilianza kwa matumaini makubwa, lakini hakuna aliyejua kwamba ingeishia kuwa moja ya matukio ya kutisha zaidi kuwahi kurekodiwa. Kadri walivyokuwa wanazidi kushuka chini, mwanga ulianza kupotea polepole. Dakika chache baadaye, walikuwa tayari wameingia kwenye giza kamili. Walitegemea taa maalum za kifaa chao ili kuona mbele. Ndani ya giza hilo, waliona viumbe wa ajabu wakipita polepole. Baadhi yao walikuwa na miili inayong'aa, jambo linaloitwa bioluminescence, ambapo viumbe huzalisha mwanga wao wenyewe. Mwanzoni kila kitu kilionekana kuwa cha kawaida kwa watafiti, lakini hali ilibadilika ghafla. Kifaa chao kilianza kupokea mawimbi ya sauti yasiyo ya kawaida kupitia mfumo wa sonar. Sauti hiyo haikuwa kama ya nyangumi wala papa. Ilikuwa ni sauti nzito yenye mtikisiko, kana kwamba kuna kitu kikubwa sana kilikuwa kinakaribia. Mmoja wa watafiti alisema kwa sauti ya hofu, "Hii si sauti ya kiumbe tunachokifahamu." Dakika chache baadaye, skrini yao ilionyesha kitu kikubwa kikisogea polepole kuelekea walipo. Giza lilikuwa zito. Kitu hicho kilikuwa kikubwa mno kiasi kwamba hakikuweza kuonekana kwa urahisi. Walipoelekeza taa zao vizuri, waligundua kitu cha kushangaza. Kulikuwa na kiumbe kikubwa sana chenye macho makubwa yaliyong'aa na ngozi iliyofanana na mawe meusi. Kilikuwa na mikono mirefu kama ya pweza, lakini kilikuwa kikubwa kuliko kitu chochote walichowahi kukiona. Kiumbe hicho kilikuwa kinatembea polepole, kana kwamba kinachunguza. Mmoja wao alianza kurekodi tukio hilo, lakini ghafla vifaa vyao vilianza kupata hitilafu. Taa zilianza kufifia, mfumo wa mawasiliano ulizimika kwa sekunde chache. Ndani ya submarine kulikuwa na kimya kikubwa kilichovunjwa tu na sauti ya pumzi za watafiti waliokuwa wamejaa hofu. Ghafla kiumbe kile kilisogea karibu sana na kifaa chao. Kilikuwa kikubwa kiasi kwamba kilifunika kabisa mwanga wao. Macho yake yalikuwa yakiangaza moja kwa moja kuelekea ndani ya kioo cha submarine. Kisha kilitoa sauti ya chini, nzito, iliyofanana na mgurumo wa kitu kikubwa. Kiumbe kile kiligonga upande wa submarine. Mara moja kifaa kizima kilitikisika. Watafiti walipiga kelele. Mfumo wa dharura ulianza kufanya kazi. Walijaribu kupandisha submarine juu, lakini ilionekana kama kuna nguvu fulani ilikuwa inazuia. Kwa sekunde chache walihisi kana kwamba wamekwama chini ya bahari milele. Kwa bahati nzuri, baada ya muda mfupi ambao ulionekana kama milele, kiumbe kile kiliondoka ghafla. Submarine ilianza kupanda juu kwa kasi. Watafiti walikuwa kimya, wakiwa bado hawajiamini kile kilichotokea. Walipofika juu ya maji, waliokolewa na timu yao, lakini walikuwa wamebadilika. Hakuna aliyekuwa tayari kuzungumza tukio hilo kwa undani mara moja. Video waliochukua ilikuwa na hitilafu nyingi, lakini sehemu chache zilionyesha kivuli kikubwa na macho yanayong'aa gizani. Wanasayansi walijaribu kuchambua tukio hilo, lakini hakuna aliyeweza kusema kwa uhakika walichokiona.
Je, ilikuwa ni kiumbe kipya kisichojulikana au ni aina ya kiumbe wa kale ambaye bado anaishi katika kina cha bahari? Ukweli unaotia hofu. Kitu cha kutisha zaidi si kile walichokiona, bali ni kile ambacho hatukijui. Bahari ina kina kisicho na mwisho, na ndani yake kuna viumbe ambao huenda hawajawahi kuonekana na binadamu hata mara moja. Inawezekana kabisa kuwa kuna viumbe wakubwa zaidi, wenye akili au nguvu ambazo hatuwezi hata kufikiria. Baada ya tukio lile la kutisha, maisha ya wale watafiti hayakuwahi kuwa yale yale tena. Kila mmoja wao alibeba kumbukumbu nzito ya kile walichokiona kule chini, kitu ambacho hakikupaswa kuwepo au angalau hakikupaswa kuonekana na mwanadamu. Lakini hadithi haikuishia hapo. Miezi kadhaa baadaye ya tukio hilo, taasisi yao ya utafiti ilifanya kikao kizito. Wanasayansi wakubwa walikubaliana jambo moja: walihitaji ushahidi wa wazi zaidi. Walitaka kujua ukweli. Safari mpya ilipangwa. Safari hii waliandaa vifaa vya kisasa zaidi, ikiwa ni pamoja na deep sea drone, kifaa kinachoweza kushuka chini bila binadamu ndani yake. Wengi wa watafiti wa safari ya kwanza walikataa kurudi tena, lakini wachache waliamua kukabiliana na hofu yao: kushuka kwa mara ya pili. Droni ilishuka polepole ndani ya maji. Kamera zake zilikuwa zikirekodi kila kitu kwa ubora wa hali ya juu. Kadri ilivyokuwa inashuka chini, viumbe wa ajabu walianza kuonekana tena, wale wanaong'aa, wanaotembea kwa mwendo wa polepole, kana kwamba wako katika ulimwengu mwingine kabisa. Lakini safari hii kulikuwa na kitu tofauti. Kulikuwa na ukimya wa ajabu. Hakukuwa na harakati nyingi kama ilivyokuwa awali, kana kwamba viumbe wote walikuwa wamejificha au walikuwa wanakimbia kitu. Ghafla kamera ilianza kupokea mawimbi makubwa ya sumaku yasiyo ya kawaida. Mfumo wa droni ulitoa tahadhari. Mhandisi mmoja alisema kwa sauti ya wasiwasi, "Hii inaonekana kama kuna kitu kikubwa sana karibu." Ndani ya sekunde chache, picha zilianza kutikisika, kisha ilionekana tena kurudi kwa kiumbe. Kivuli kikubwa kilipita mbele ya kamera kwa kasi ya ajabu. Safari hii waliona vizuri zaidi. Kiumbe kile kilikuwa kikubwa zaidi kuliko walivyodhani awali. Mwili wake ulikuwa umejaa mistari inayong'aa mwanga wa buluu hafifu. Macho yake yalikuwa makubwa, yakitoa mwanga mkali unaopenya giza lote. Na kitu cha kushangaza zaidi, kilionekana kuwa kinaelea uwepo wa droni kusimama, kikatazama moja kwa moja kwenye kamera, tabia isiyo ya kawaida. Badala ya kushambulia mara moja, kiumbe kile kilianza kuizunguka droni polepole, kana kwamba kinaichunguza. Kisha kilitoa sauti, lakini safari hii ilikuwa tofauti. Ilikuwa kama mchanganyiko wa mawimbi ya sauti na matetemeko ya umeme, jambo lililofanya mfumo wa droni kupoteza mwelekeo kwa muda. Watafiti walishangaa. Inawezekana kina njia ya mawasiliano, mmoja aliuliza. Tukio la kushangaza zaidi, ghafla kitu kisichotarajiwa kilitokea. Droni ilianza kupokea muundo wa mawimbi uliorudiwa, kana kwamba kulikuwa na signal fulani iliyotumwa. Mawimbi hayo hayakuwa ya kawaida, yalikuwa na mpangilio maalum, karibu kama lugha. Yaani yalikuwa na mpangilio unaofanana na lugha. Watafiti walinyamaza kwa mshangao. Je, inawezekana kiumbe kile kilikuwa kinajaribu kuwasiliana? Kabla hawajapata majibu, kiumbe kile kilisogea karibu sana. Kamera ilionyesha jicho lake kubwa likikaribia. Kisha ghafla picha zikakatika. Droni ilipoteza mawasiliano kabisa. Haikuwahi kupatikana tena. Baada ya tukio hilo, watafiti walikaa kimya kwa muda mrefu. Hakuna aliyethubutu kusema kitu. Hatimaye mmoja wao alisema kwa sauti ya chini, "Kama kile tulichokiona ni kiumbe chenye akili, basi hatuko peke yetu hata ndani ya dunia yetu wenyewe." Nadharia walioipata baada ya uchambuzi wa data walioipata kabla ya kupoteza droni, nadharia nyingi zilianza kujitokeza. Kiumbe wa kale sana. Huenda ni viumbe waliokuwepo kabla ya historia ya mwanadamu.
spishi iliyojulikana, aina mpya kabisa ya viumbe wenye uwezo wa juu zaidi kuliko tulivyodhani. Wengine walifikiri huenda ni sehemu ya mfumo mkubwa wa viumbe wanaoshirikiana kama akili moja, lakini hakuna aliyekuwa na jibu la uhakika. Tukio hili lilibadilisha mtazamo wa wengi kuhusu bahari. Sasa haikuwa tena tu sehemu ya maji yenye samaki na mawimbi, bali ilionekana kama ulimwengu mwingine wenye sheria zake, wenye viumbe wake, na labda wenye akili zake. Na swali moja lililokuwa likiwatesa wote: je, kama kiumbe kile kinaweza kuwasiliana, kinaweza pia kututafuta sisi? Hadithi hii si ya kubuni tu. Inafanana na matukio mengi halisi yaliyowahi kuripotiwa na watafiti wa bahari. Ukweli ni kwamba bahari bado ni fumbo kubwa. Hii ni HD 700. Kwa hayo na mengine mengi, usisahau kusubscribe.